Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie na tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini nyote. Nasi tuko salama kabisa tena wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake na tunawatakia tena jioni njema ya leo dimanche le 14 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari za mapigano tutawaambia matokeo ya mapigano yaliyoripotiwa ndani ya maeneo ya Makobola huko mteritware ya Uvira, maeneo ya Kasekezi kwenye wazalendo na AFC M23 walikuwa wanapigania. Tutawaambia kuhusu kifo chake Lieutenant Colonel Mohomore Karani wa AFC M23 Twirwaneho ambaye aliuawa na ndege za kivita za FARDC huko maeneo ya Mikenge ndani ya Uvira. Baada ya AFC M23 kukamata mji huo, Burundi ilitoa wito wa vikwazo vya silaha na vikwazo vya kiuchumi ili kuzuia operation zaidi za kijeshi za Rwanda. Na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na mkumbuke kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na bila kukawia tuwapeleke moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Uvira kwenye mapigano makali yaliripotiwa kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23 mu vijiji tofauti. Waasi wa AFC M23 siku ya leo waliatake wazalendo ndani ya milima ya Luanga na maeneo ya Makobola ya kwanza, wakapigana mpaka mapigano yakafika Makobola ya pili, maeneo kama Kasekezi. Hayo yote vita vikafika ndani, na baada ya mapigano yaliyodumu kwa masaa matano, waasi wa AFC M23 walifanikiwa kuyakamata maeneo hayo yote. Wazalendo waliokuwa hapo walizidiwa nguvu, wakaondoka hapo. Waasi wa AFC M23 wakakamata vijiji hivyo ama mingine hiyo yote, na kwa sasa AFC M23 ikawa ishafika ndani ya vijiji vya kwanza vya territoire ya Fizi. Makobola ndiyo eneo ya kwanza mo territoire ya Fizi inayopakana na territoire ya Uvira. Waasi wa AFC M23 kukamata eneo ya Makobola, kukamata eneo ya Kasekezi, ile milima yote ya ya Luanga, inafungua njia kwao rahisi ya kusonga mbele na kufikia maeneo ya Pemba na kuelekea maeneo ya Swima mpaka kijiji cha Mboko, kama wanajeshi wa FARDC awasaidie wale wazalendo, paske wazalendo upande wao hapo wanasema kwamba silaha ziliwaishia wakati walikuwa wakipigana. FARDC iliondokaka na vifaa vyote, wao ilikuwa kuresiste, me silaha zikawaishia, ndipo wakaamua kuondoka hapo baada ya kuishiwa na minisio. Na FARDC kama aisaidie sasa vikosi hivi vya wazalendo pale, iwape vifaa nayo ipigane. Waasi wa AFC M23 wanaendelea kusonga mbele, wakati wowote wanaweza kufika ndani ya eneo ya Swima na eneo ya Mboko,
na hapo inaweza kufungua njia rahisi tena ya karibu kwa FARDC kufikia mji wa Baraka na hata kuelekea ndani ya province ya Tanganyika. FARDC, jeshi la Kongo, linaendelea kuzubaa, acha niseme hivyo. Wanaendelea kurudi nyuma, wanaendelea kukaa bila kupigana. Kama vita ilishaka washinda, basi wanaweza wakaambia population eti vita ishaka washinda, basi wakaaji wanajua la kufanya, wasiendelee kukuwa na matumaini na jeshi ambalo liko napigana linaendelea tu kukaa wakati waasi wa M23 wako na songa mbele. Hayo ndiyo matokeo ya siku ya leo. Baada ya mapigano maeneo hayo, waasi wa M23 walifanikiwa kusonga mbele tena, na kwa sasa maeneo hayo ambayo waliyakamata yako mkilomita 15 na mji wa Uvira. Mnasikia ya kwamba wako naendelea kusonga mbele. Operasyon zote zinazolenga kukamata mji wa Uvira ziwezi kuwa rahisi, paske wako naendelea kuavansi na kukamata hata maeneo yanayokuwa karibu na mji wa Uvira. Tuendelee na habari zetu. Tangu juzi nilikuwa napata message za watu wakiniambia kwamba vipi, mbona siwaambie kuhusu kifo chake Lieutenant Colonel Muhumure Karani wa Twirwaneho Mbone. Habari hizo walizipata zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Jibu kwangu ilikuwa kuambia kwamba niko nafanya uchunguzi kama kawaida, sipanake info za marimere tu bila kupata confirmation. Na baada ya kuchunguza habari za kifo chake ni ya kwamba ni kweli Lieutenant Colonel Muhumure Karani wa Twirwaneho M23 alipoteza maisha yake wakati ndege zilikuwa zikishambulia juzi huko maeneo ya Mikenge. Mnakumbuka ndege za kijeshi za FARDC Sukhoi pamoja na drone zilifanyaka operation Mikenge juzi asubuhi, zikabombarde maposition tofauti za Twirwaneho na M23. Baada ya bombardement hizo, yule kolonele ni Lieutenant Colonel Muhumure Karani alipoteza maisha yake, na siku ya jana huko Minembwe waliandaa mazishi yake, wakafanya mazishi yake yule Lieutenant Colonel Muhumure Karani. Na hayo ndiyo matokeo ya vita. Wakati wa vita watu wanapaswa kukaa wakijua ya kwamba wakati wowote kuna watakao kufa. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja huko Burundi, ambapo baada ya M23 kukamata mji wa Uvira, nchi hiyo ya Burundi ilitoa wito wa vikwazo vya silaha na vikwazo vya kiuchumi ili kuzuia operation zaidi za kijeshi za Rwanda. Burundi ilishiriki katika mkutano kuhusu MONUSCO katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo iliarifu shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mapigano kati ya eneo la Maziwa Makuu kutokana na maendeleo ya hivi karibuni yaliyoonekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa uvamizi wa mji wa Uvira na uasi wa M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Katika taarifa yake siku ya Ijumaa, mwakilishi wa kudumu wa Burundi katika Umoja wa Mataifa Zefre Maniratanga alilaani kile alichokiita mtazamo wa kivita wa Rwanda, akishutumu kwa kuwezesha kutekwa kwa jiji la Uvira kinyume cha makubaliano na azimio la Washington nambari 2773. Kulingana naye, hali hii ina hatari za moja kwa moja kwa nchi jirani ya Burundi na ni tishio kubwa kwa usalama wa kikanda pamoja na utulivu wa nchi yake. Na alisema kwamba wakati wa kukamatwa kwa mji wa Uvira kuna waliokufa na wengine wengi kujeruhiwa, watu wakakimbia maeneo yao, na anasema kwamba vita inaweza kukua kwenye mpaka, paske pale Uvira kunapakana na Burundi, na pale ikiwa ni pamoja na matumizi ya mizinga, ndege zisizo na rubani na njia zingine hatari ambazo baadhi yake zinaweza kuacha maeneo ya Burundi kuna athirika. Wanasema kwamba vitendo hivi vyote vinakiuka uhuru wa Burundi, vinahatarisha usalama wa raia na kudhoofisha juhudi za pamoja za amani. Huyo mwanadiplomasia aliendelea kusema kwamba wanaamini kuwa wakati huu unahitaji mawazo safi
safi, ujasiri wa kisiasa na kujitolea kwa pamoja kwa utekelezaji kamili wa maazimio ya Baraza la Usalama, haswa azimio la 2773, ahadi zilizotolewa hivi karibuni ikiwa ni pamoja na zile zilizoainishwa katika mikataba iliyosainiwa Washington lazima ziheshimiwe na pande zote bila utata au masharti. Mwakilishi wa Burundi katika Umoja wa Mataifa pia aliomba msaada wa dharura wa kibinadamu kwa maelfu ya wakimbizi wa Kongo walioko Burundi wanaokimbia mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na haya yanasikika na tena yanaeleweka vizuri. Tuendelee na habari zetu. Tena Marekani ilikuja kuingilia kati mambo ya kivita na kuonesha kwamba Rwanda kabisa inaendelea kukiuka makubaliano. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alilaani tabia za zamani za Rwanda na M23 mashariki mwa Kongo, na anaonya kwamba shambulio la hivi karibuni dhidi ya Uvira lilikuwa kosa kubwa. Marekani imeionya tena Rwanda dhidi ya kuhusika kwake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia shambulio la kundi lenye silaha la M23 katika mji wa Uvira. Katika ujumbe uliotolewa Jumamosi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alisifu maendeleo ya Rwanda tangu mauaji ya kimbali ya mwaka 1994, huku pia akielezea ukosoaji mkubwa wa hali ya sasa mashariki mwa Kongo. Akasema kwamba ninaipongeza taifa la Rwanda kwa njia nyingi, na akibainisha kuwa baada ya vitisho vya mauaji ya kimbali ya miaka 30 iliyopita, nchi hiyo imejenga jamii yenye ustawi na utulivu, mfano wa maendeleo barani Afrika. Baada ya kusema hayo, huyu Christopher Landau alionya kwamba njia hii chanya ilikuwa hatarini kutokana na jukumu la Rwanda katika mzozo wa Kongo. Akapendekeza kwamba hili haliwezi kuendelea ikiwa wataendelea kucheza michezo ile ya zamani na M23 mashariki mwa Kongo. Aliandika akiita shambulio la hivi karibuni dhidi ya Uvira kosa kubwa, na kuhimiza kwamba mambo yarudishwe haraka kwenye njia sahihi. Marekani inaendelea kuingilia kati vita hivi kabisa. Mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu, mko naendelea mkifuata matangazo ya kila viongozi wa Marekani wanaendelea kuishutumu Rwanda, huko wakisema kwamba Marekani itaingilia kati, itakamata hatua zinazohitajika, na hayo yanahitajika kabisa. Kusimamisha vita mashariki mwa nchi ya Kongo ni kitu ambacho kinahitajika wafanye iwezekanavyo. Kitu kingine ambacho Kongo inaweza ikafahamu, hata kama wanaweza wakaisimamisha ni kwa siku chache, ili kudistraire tu. Gouvernement ya Kongo inapaswa kusimama na jeshi la Kongo ili kupigania nchi ya Kongo. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, tumewaletea habari mbichi. Felix Tshisekedi, presida wa Kongo, alihimiza serikali kutekeleza haraka makubaliano ya pande tofauti yaliyosainiwa ili athari zake chanya zionekane katika maisha ya watu wa Kongo. Wakati wa muhula wake wa kwanza na wa pili kama mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi hii ilisaini mikataba kadhaa na majimbo mbalimbali kote ulimwenguni. Akizungumza katika mkutano wa Septemba wa Baraza la Mawaziri, Rais Felix Tshisekedi alikumbusha serikali kuhusu uharaka na umuhimu wa kutekeleza mikataba hii kwa ufanisi. Katika mawasiliano yake, Felix Tshisekedi alibainisha kuwa ushirikiano huu ni nyenzo muhimu ya kuimarisha uhuru, kuunga mkono mabadiliko ya kimuundo ya uchumi wetu, kuboresha sekta zetu za kijamii na kuimarisha nafasi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mienendo ya kimataifa yenye thamani kubwa. Kwa Rais Felix Tshisekedi, wanafungua ufikiaji mpana wa ufadhili bunifu, teknolojia za hali ya juu na utaalumu wa kimataifa, kukuza mseto wa kiuchumi kupitia ukuaji wa viwanda na minyororo ya thamani, kuimarisha usalama wa taifa letu, kuchochea uundaji wa ajira na mafunzo kwa vijana, kuunga mkono ustahimilivu wa chakula, nishati na afya nchini Kongo, na kuboresha utawala, mvuto na ushindani wa uchumi wetu.
Kwa kuzingatia changamoto hizi, Rais wa Jamhuri alisisitiza hitaji la utekelezaji wa haraka, mkali na ulioratibiwa wa mikataba hii ili athari zake chanya zionekane katika maisha ya raia wetu. Kwa lengo hili, aliwaagiza wajumbe wa serikali wanaohusika na kila sekta ya mikataba hiyo kuhakikisha uratibu wa karibu na ofisi ya Waziri Mkuu na Rais wa Jamhuri ili kuepuka ucheleweshaji wowote au mwingiliano wa majukumu. Waziri Mkuu kwa upande wake atahakikisha kwamba kila wizara ya kisekta inaandaa mpango wa uendeshaji ikijumuisha hatua za kipaumbele katika viashiria vya utendaji vya muda mfupi, wakati na mrefu ili kutathmini maendeleo, hatua zinazohitajika za kisheria na udhibiti, mahitaji ya ufadhili wa shirika wa kiufundi na tarehe za mwisho zinazolingana. Faida zinazotarajiwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia zitaainishwa. Hayo yalitangazwa na Felix Tshisekedi, na President Felix Tshisekedi siku ya leo alifika ndani ya Luanda, kapitale ya Angola, ambapo alipatana na President mwenzake Joao Lourenço. Huyu Joao Lourenço alimkaribisha Felix Tshisekedi huko ni baada ya Felix Tshisekedi kumtumia barua juzi. Mnaokumbuka siku ya juzi kuna barua kabisa aliyoituma huko Luanda kwa presida huyu, ikibebwa na moja wa minister wa Kongo, sikumbuki jina, ila mnakumbuka ya kwamba hayo niliyawaambia jana. Ni wakati President Felix Tshisekedi siku ya jana alikuwa ametangaza ya kwamba nchi yake kabisa iko muhatari. Tunangoja tujue ama tufahamu atakacho kiongea na mwenzake huko, tutakuja kuwaambia kama kawaida. Mnajua ya kwamba habari zetu zinawafikiaka zote kabisa kuhusu nchi ya Kongo. Hiyo ndiyo kazi yetu. Na habari ambazo nilisahau kuambia huko ndani ya mji wa Uvira ni ya kwamba siku ya leo kuna wakaaji wa Burundi ambao walikuwa wakiishi ndani ya mji wa Uvira wakati Uvira ilikamatwa na waasi wa M23. Walikuwa ndani ya mji huo siku ya leo, waliomba M23 kurudia ndani ya nchi yao kupitia kwenye mpaka wa Kavimvira. Kulingana na vyanzo vyetu hapo Uvira, wakaaji hao walikuwa wengi ambao walikuwa wanataka warudie ndani ya nchi yao. Vyanzo vyetu pale vinatuambia ya kwamba M23 iliwapa njia paske wakati waliomba hayo kuna moto ambazo zililetwa pale na wanajeshi wa M23 zikawakamata hao watu. Walikuwa wengi, wote wakaelekea Kavimvira, na wakati walifika kwenye mpaka, habari tunazo ni ya kwamba walivuka wakaelekea ndani ya nchi yao ya Burundi. Ni wakati mpaka wa Uvira na Burundi ulikuwa umefungwa baada ya wasi wa M23 kukamata mji wa Uvira. Burundi ilifunga mpaka wake ikitangaza kwamba inapaswa kufunga mpaka huo ili kuzuia infiltration yoyote ya wasi wa M23 ndani ya mji wa Bujumbura huko Burundi ama ndani ya nchi ya Burundi. Nchi ya Burundi inaendeleaka kusema ya kwamba M23 inasaidianaka na Red Tabara, na wakati wowote wanaweza kuwasaidia kuwatake nchi ya Burundi. Red Tabara ni kundi lenye silaha ambalo lilikuwa likifanyia kazi ndani ya nchi ya Burundi likipiganisha uongozi wa Burundi. Red Tabara nadhani ya kwamba mnaijua, inakuwaka huko mo territoire ya Fizi kule maeneo ya Minembwe, na nchi ya Burundi inaendeleaka kusema kwamba wakati wowote wale wa Red Tabara wanaweza kusaidiana na kusaidiwa plito na M23 na wanataka nchi ya Burundi. Ndio maana walikuwa wameamua kufunga mpaka wake na Burundi. Siku ya leo kilichofanyika hapo ilikuwa kuongea tu paske walikuwa wakaji wa nchi ya Burundi wakavukishwa pale wakarejea ndani ya nchi yao. Mjini Uvira kwa sasa maisha kabisa iko na rejea kuwa ya kawaida. Polepole wakaji wako nafanya kazi zao. Depuis jana
maisha inaendelea pale, kila biashara ziko nafanyika kama kawaida. Rute ya Uvira vers Bukavu ilishakafunguliwa, traffic ya pale kabisa iko na fanya kazi, yani maisha iko na rejea polepole ndani ya mji wa Uvira. Na siku ya jana yule gouverneur wa Sud Kivu Busu Bwangwi, yule ambaye anakaa Bukavu wa M23, aliwaita wale wakaaji wote ambao walikuwa ndani ya mji wa Uvira waliokimbia maeneo tofauti kurejea ndani ya mji wa Uvira ili kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kila kitu kitakwenda sawa na hakuna tatizo. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida, yani kujiabone na kuendelea kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kukuwa na jioni njema. Asante sana.